Mada yetu hii itakuwa na vipengele kadhaa. Vipengele vinne tu vikubwa ambao ndio itagusa. Cha kwanza itakuwa ni utangulizi. Cha pili itakuwa dhana ya mahusiano. Cha tatu itakuwa ni misingi ya ndoa. Na cha nne itakuwa ni hitimisho. Ni ndefu kidogo lakini ina nukta hizo 4. Tutaanza na kipengele chetu cha kwanza cha utangulizi. Tunaanza na msingi wa familia kama unavyoelezwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio aliyeumba viumbe. Hili ni jambo ambalo liko wazi tu, alihitaji elimu kubwa. Mwenyezi Mungu ndio aliyeumba viumbe. Na katika kuumba viumbe Mwenyezi Mungu alifanya katika hatua za awali, alafu jukumu lile akawakabidhi wanadamu wafanye baadhi ya mambo ili jukumu lile la kuendeleza viumbe wawe wengi walifanye wao. Yeye akabaki na nafasi yake ya uungu na kufanya yale ya kiungu, baadhi ya mambo akawaachia wanadamu wafanye. Sasa familia ndio chanzo cha jamii. Unaona kundi kubwa, lakini chanzo chake ni family. Na familia imeanza na binadamu, imeanza na mtu mmoja, baadaye akapatikana mwanadamu wa kwanza. Mtu wa kwanza ni Adam, mwanadamu wa kwanza ni Hawa. Kama Qur'ani inavyotusimulia, ngoja tuisome kidogo kwa sababu ina kitu inatuonyesha. Mwenyezi Mungu anasema ya ayuhannasu, tangazo hili ameleta kwa watu wote. Watu wote walisome ili hadhiri shairi. Anaambia enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Mwenyezi Mungu anasema jamani, sisi ndio tulikuumbeni kutokana na mwanaume na mwanamke, na tumekujalieni kuwa ni mataifa. Mataifa yote yameasisiwa na Mwenyezi Mungu. Na makabila akasema dhamira ni moja tu, ili nyinyi mjuane. Hii hapa ya kupigiwa mstari ya kuzungushiwa hii, ili nyinyi mjuane. Akasema hakika aliyekuwa mtukufu ama aliyekuwa mbora kuliko wote hao mataifa wa makabila wa nani kati yenu, kwa Mwenyezi Mungu aliyekuwa mcha Mungu ndio bora zaidi. Anasema hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua na mwenye habari za yote mnayoyafanya. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kuwaeleza wanadamu wote kwa ujumla wake kwamba generation ya binadamu namna ilivyoanzishwa kwa utukufu, maana yake inatakiwa iendelezwe pia kwa utukufu. Utukufu wote ukifanywa nje ya misingi ya kiungu, basi hapo hapana utukufu, isipokuwa pana vurugu. Likifanyika lolote la jambo hili la kuendeleza kizazi cha binadamu, maana yake ni kwamba makusudio ya binadamu si kuendeleza kile kizazi cha binadamu, ni kuharibu trendi ya familia, trendi ya jamii, kufikia lile kusudio la ubinadamu wenyewe. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaja mwanamume na amemtaja mwanamke. Maana yake anasema hao wasipojielewa vizuri, wakajua role yao vizuri, basi kinachofuata ni nakama kwenye jamii. La msingi ambao nilisema mwanzo kwenye utangulizi, tatizo kubwa ni litaarafu. Ndilo tatizo kubwa, watu hawajuani. Nilizungumza mwanzo nikasema mambo makubwa mawili ambayo watu wanayakosa. Mtu anaweza akawa na moja, jengine hana, ama akakosa yote mawili kwa usahihi wake. Moja ni taarifa, la pili maarifa. Allah amesema anataka litaarafu. Unamjua mwanamke, we mwanamume unamjua mwanamke?